Na mtazamaji wa Arise Shine TV popote pale ulipo, leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, Alhamisi ya tarehe 18, na hii ndio ile siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kweli kweli. Mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mamposa Bulldozer atakuwa na kongamano kubwa kabisa, Washa Taa awamu hii, Washa Taa kila mkoa, rasmi ni Dodoma, na siku ile ni leo. Nikwambie tu ya kwamba leo malango ya Dodoma yanakwenda kufunguka. Hapa ninapozungumza nawe tayari tumekwisha panda treni ya umeme na tuko hapa eneo kubwa kabisa la VVIP, na tena kuzungumza na mtumishi wa Mungu. Mengi kabisa utaenda kuyafahamu kuhusiana na safari hii ambayo tunaianza hapa Dar es Salaam kuelekea jijini Dodoma. Mimi naitwa David Pasco, moja kwa moja tukazungumza na mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu tayari yuko hapa na tena kuzungumza naye machache kabla ya safari yetu kupamba moto. Mtumishi wa Mungu, shalom. Shalom, shalom. Nimefurahi kukuona hapa mtumishi wa Mungu, ukiwa umekwisha pendeza na tayari umekwisha ingia kwenye treni ya umeme SGR, moto umeanza kuwaka. Safari hii ya leo tukianzia hapa Dar es Salaam, mimi naweza nikazungumzia kama ni experience mpya, kwa sababu leo pia tumepata nafasi ya kupanda pamoja na wewe mtumishi wa Mungu. Tunamshukuru Mungu, hii safari ni ya baraka na ni safari ya kwenda kwenye kazi ambayo Mungu ametupa katika jiji la Dodoma, na naamini Mungu amempa kila mmoja nafasi. Watumishi wa Mungu tuko nao, ni baraka. Naam, mtumishi wa Mungu, ulikuwepo wiki iliyopita Dodoma na uliwasha moto maeneo mbalimbali. Ulianza na wilaya Bahi, baadaye ukaenda Mnadani pale Kigwe, na baadaye ukaenda Ng'ong'ona, lakini ukapita pia Msalato. Maeneo mengi sana umepita na tuliona umati wa watu ukifurika mapema hata kabla ya kongamano. Lakini wiki hii pia Jumapili ulikuwepo ibadani. Ibada kubwa kabisa, kongamano kubwa lile lilifanyika. Jumatatu pia, Jumanne pia, jana pia. Lakini leo wewe ndio wa kwanza kufika hapa kituo cha SGR. Pengine kipi ambacho unaweza kumanage yote haya ambayo unayafanya? Kwanza tujue kabisa kwamba huduma ni neema. Ukishajua kwamba ni neema, ukishajua ni neema, maana yake sio nguvu zako. Nguvu zako zinafanya kazi, lakini chini ya neema ya Mungu. Kwa hiyo na kujitoa. Kwa ni vizuri sana ukipewa kitu cha kufanya. Biblia inasema amelaaniwa afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Maana yake amebarikiwa afanyaye kazi ya Mungu kwa bidii. Kwa tunachoweza kusema, tuwe na bidii kwenye kazi, na kila ambacho Mungu amekupa kifanye kama vile kesho haipo. Na tunakuwa na muda wa mapumziko, lakini wakati wa kazi ni wa kazi. Kwa tumekuwa Dodoma, nimekuwa pale Bai kwa muda mchache na Mnadani, tukaachilia upako, watu wamefunguliwa. Nimekuwa pale Msalato, lakini nikaja Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudumia watu wa Dar es Salaam, na sasa tunarudi tena Dodoma. Tutamaliza Jumamosi. Kwa watu wa Dodoma, kaa tayari kabisa. Watu wa Dodoma, kaa tayari. Dodoma ni kubwa na Dodoma ni makao makuu ya nchi, lakini Dodoma ndio wanasema chama na serikali, lakini Dodoma ni kanda ya kati, kwa maana Singida, Kondoa, Manyara na kwingineko wote wanapaswa kufika. Jana tuliona umati mkubwa sana, watu wengi walilala pale uwanjani. Pengine matarajio ya watu wa Dodoma, watarajie nini hasa kutoka kwako kupitia kongamano hili kubwa ambalo ndio kulifanya? Kwanza lazima wajue huu mwaka wetu wa malango kuwa wazi, lakini vile vile tunapoingia Dodoma, watu waliona mabango yameandikwa kinachoenda kufanyika. Malango yako kuwa wazi, tafsiri yake Mungu amenipa funguo ya kufungua malango. Kila binadamu ana malango yake. Unaweza kuwa unaishi lakini malango yako yamefungwa. Ukiona jambo linafanyika kwa mtu, jua ni malango yamefunguka. Malango yakifungwa katika roho, chochote unataka kufanya kitakuwa kama unagonga shaba au mwamba. Ndio maana hata Yesu alipofufuka ilionyesha siri ya vitu kufunguka. Makaburi yaliyofungwa yakafunguka. Kwa lugha nyingine, katika ulimwengu wa roho kuna malango yanaweza kufunika maisha ya watu yasionekane. Kwa hiyo tunaenda Dodoma, na Dodoma kila mtu na kila familia, jiandae malango yako kufunguka.
Kabisa, mtumishi wa Mungu. Tumekuwa tukikusikia madhabahuni mara kadhaa ukiwa unasema kwamba unatamani kuwa na ndege kwa ajili ya kuwaisha kwenye huduma, hasa kwa wakati wa kusambaza Injili, na hata juzi pia ulizungumzia hilo pia. Lakini tumeona tayari serikali yetu imetuletea treni ambayo unaweza ukanywa chai Dar es Salaam, lakini lunch ukaipata Dodoma. Hii pia unaweza ukazungumza vipi? Lakini je, pengine tunaanza kuipata picha ya ndege kwa sababu huduma sasa imekuwa kubwa na watu wanatamani kila mkoa ufike kwa haraka. Tunashukuru Mungu kwanza kwa ajili ya treni ambao Mungu ametujalia kwa nchi yetu kuwa nayo. Sio kitu kidogo kwa mataifa, hasa kwa Afrika na hasa kwa East Africa. Kuwa na treni kama hii ni jambo la baraka sana kwenye taifa tukiitumia vizuri. Lakini vile vile umesema natamani kuwa na ndege. Sio natamani, nimeamua tutakuwa nayo. Kwa sababu ndege inatamani kuwa na sisi. Yani ndege uko iliko inatamani kuwa na sisi, na itakuja na haitachelewa. Kwa watu waamini hivyo na wajue hilo, kwa sababu tukiamua jambo haliwezi kushindikana. Kwa hiyo tumeamua tutakuwa na ndege kwa ajili ya kazi. Kama ukiona ile mkutano tuliofanya Bahi, tulipotoka Bahi tukaenda kwenye mnada fulani huko ndani unaitwa Kigwe, pale unaona kabisa kutokana na huduma yetu ndege inatakiwa, hatuchukui kwa sababu ya anasa, ni kwa sababu ya vision na kazi.